Angalia ni maneno gani ambao watu wengi waliomba wakati wakiwa labda na mapito, ama tu wakachukizwa, wakaombea watu wengine laana. Wakaombea watu wengine nini? Laana. Wako watu ambao waliwalaani watu wengine kwa maombi, wakaomba maombi mabaya. Wako watu waliowalaani watu wengine kwa maombi mabaya. Wako watu waliowatamkia watu wengine mabaya. Naeleweka hicho Kiswahili? Ninaeleweka? Tumetaja mambo mawili. Kuna watu wameombea watu wengine maombi maombi maana yake unaweza ukawa kwenye chumba chako unaomba. Kuna watu wamekuinukia kama mlima, wamekutesa, wamekuumiza moyo bila kujua, bila sababu, wameisingizia nafsi yako mabaya. Saa unapoomba unawasambaratisha, unanukuu maneno ya kina Elia akiwa mlima wa Karmeli. Anamwambia Mungu, shusha moto wako na waangamiza kabisa, wafe, waangamia kabisa, ninawalaani wafe. Hayo ni maombi. Watu wa namna hii wengine wameombea watu wa namna hiyo, na wengine wamewatamkia mabaya. Hajaingia kwenye maombi, lakini yuko na mtu anasema, huyu tutaona kama atafuka, atajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Lakini jumla ya yote hakuna lililotokea kwa wale waliowaombea mabaya. Wanaendelea kusonga mbele. Wewe uliowaombea mabaya unashangaa mbona hayatokei, na hali wao ndio waliokuumiza wewe. Wangapi wanaelewa kitu nasema? Nisikilize. Biblia inasema hivi, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hata kama Mungu amekuambia ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, ikifika saa umeumizwa moyo, unapoombea maadui zako mabaya bila uongozi wa Mungu, jua unajiweka kwenye nafasi ambayo utaona maadui zako wanapeta, wanafanikiwa, wanasonga mbele, wewe ndio unaanza kudidimia. Sababu yake nini? Wakati wamekuonea. Kwa sababu Mungu hataki ujitawale, anataka akutawale, ndipo yeye apate utukufu wa namna kuadhibu maadui zako. Sio wewe uadhibu ndipo Mungu afuate. Hapana. Kuna mtu ananisikiliza? Sikiliza. Imeandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 5b. Mstari wa 5b inasema, kwa maana Yesu anasoma, kwa maana pasipo mimi ninyi kanisa, ninyi watumishi, ninyi watakatifu hamwezi kufanya neno lolote. Maana yake nini? Mungu asipokupa kibali kwamba mtu huyu sasa mlaani, wewe kamlaani, ndio mwanzo wa kuona yule mtu anasonga mbele, wewe unashuka. Haleluya. Unaponukuu maandiko ya kina Elia akiwa kwenye mlima wa Karmeli, alafu anafuatwa na watumishi waliotumwa na yule mfalme mwovu. Maana yule mfalme mwovu alitolewa unabii, Mungu alimtuma Elia, akakutana na watu waliokuwa wanakwenda kwa watu waliotumwa na mfalme kwenda kwa mganga ama kwa mungu wa Ekron. Kuna mungu alikuwa anaitwa mungu wa Ekron. Tunaenda sawa? Wanaenda kuuliza kwa mungu wa Ekron kwa sababu huyo mfalme alikuwa ameugua karibu kufa, yuko kitandani. Wakati wanakwenda kwa huyo mganga wametumwa na mfalme wa Israeli, ndipo Mungu akaongea na Elia, akamwambia wafuate wale waliotumwa na mfalme, nenda waambie hivi, mnakwenda kuuliza mungu wa Ekron kwamba ni Mungu anaweza kumponya mtu huyo wasimponye. Kwa nini msimuulize Mungu wa Israeli?
Elia akawaambia, nendeni mrudi mwambie Bwana amesema, kwa kuwa uliamini kwenda kuuliza kwa Mungu wa Ekron badala kumuuliza Mungu wa Israeli, basi kitanda ulichokipanda mfalme hautashuka, utakufa. Wanaume wakarudi wakaenda kumpasha habari. Ni sawa eh? Walipompasha habari, vita vikaanza. Mfalme alisema, huyo ni nani? Wakasema ni Elia. Elia ananizuia mimi, hajui mamlaka nilionayo. Na yeye badala kuangalia Mungu ndio alimtuma Elia, yeye akamwangalia Elia kibinadamu. Tunaenda sawa? Ndipo Elia akapata taarifa, akakimbia kwenda mlimani kuomba, mlima unaoitwa Karmeli. Wakati akiwa pale mlimani, kikundi cha watu 50 wakatumwa na mfalme kwenda kumuita Elia aende kwa mfalme. Akajibu, kwani aliwazuia wale watu? Tunaenda sawa? Walipofika, ndipo Elia aliposema, kama mimi ni mtu wa Mungu, maana alimwambia, wewe mtu wa Mungu shuka, yani kwa amri ya kifalme, maana wametumwa na mkuu wa nchi. Tunaenda sawa? Wakamwambia, ewe mtu wa Mungu shuka, nenda kasome Biblia yako. Biblia inasema hivi. Elia akawajibu hivi, kama mimi ni mtu wa Mungu, moto ushuke kutoka mbinguni uwateketeze. Ukashuka moto ukawateketeza, wakafa. Mfalme akasikia habari hiyo. Aliposikia hiyo habari, akatuma kikundi cha watu 50 wengine, anambia, nendeni mkamuite aje hapa. Tunaenda sawa? Wale wa pili naye wasema, wewe mtu wa Mungu shuka, mfalme anakuita. Akasema, kama mimi mmetambua sasa ni mtu wa Mungu, na wakati mfalme alikataa, leo anamtaka Mungu wangu. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu, moto ushuke wateketeze nye. Ukashuka ukawaua wale watu. Ikatumwa kikundi cha tatu. Kikundi cha tatu kilichotumwa kutoka ikulu, kutoka kasri ya mfalme, wakapata busara. Sema wakapata busara. Walipofika mlima Karmeli, wakamwenda wakamwambia yule kiongozi, akamwambia, mfalme, mimi nimetumwa na mfalme. Kwamba nabii, mimi nimetumwa na nani? Na mfalme. Na yeye amenituma tu, lakini mimi naomba na watu wangu nipate kibali machoni pa Mungu wako na machoni pako. Usituangamize, najua uko na Mungu, lakini si tumetumwa tu. Ikikupendeza Baba, ushuka tu, usituangamize. Manake yule mtu alitambua Mungu wa Elia yuko pamoja naye. Ilikuwa ni fundisho kwa ajili ya nchi, wafalme ambao walikuwa wamemwacha Mungu. Kutoka hapo, sikiliza. Kutoka hapo, ili ujue Elia hakuomba kwa akili zake. Kutoka hapo ndipo Bwana akamwambia Elia, shuka, usione tashwishwi ya kufuatana pamoja nao. Umesikia hiyo? Kwa sentensi hiyo Mungu anamwambia Elia, sasa shuka. Anapomwambia shuka, usione mashaka ya kufuatana nao, wafuate, hawatakugeuka, wewe nenda. Ina maana wale kundi la kwanza la pili wangegeuka, wenda wangemuulia njiani. Tunaenda sawa? Sasa Mungu ndio anamwambia wewe shuka. Ina maana Mungu anayemwambia sasa shuka ndio Mungu yule aliyeangamiza kundi la kwanza na la pili, na sio Elia. Elia akatumiwa kama chombo. Sema amina kama unanielewa. Wangapi wanataka watubiwe mwaka huu kama chombo? Ndipo angalia hiyo habari. Ndipo habari hiyo ikaendeleaje? Elia akaenda mpaka akasimama mbele ya mfalme. Ndipo mfalme akaanza kuongea naye. Ndipo Elia akanukuu maneno ya kwanza ambayo Mungu alimtuma kwenda kuwazuia ule msafara aliyokuwa na watuma kwenda kwa kuuliza kwa Mungu wa Ekron. Ndipo Elia akamwambia hivi, Bwana asema, hapa Israeli hakuna Mungu wa Israeli, mpaka wewe mfalme unatuma watu kwenda kwa Mungu wa Ekron kwenda kumuuliza kwa ajili ya afya yako. Kwa nini umefanya hivyo? Bwana asema, kama ulivyolala hicho kitanda hautainuka, hautashuka hicho kitanda, maana yake hautapona. Elia akaondoka, mfalme akafa. Neno likatimia. Leo watu wengi wananukuu maandiko ambayo Mungu hajawapa
inageuka kuwa laana upande wao. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Ukinisikiliza kwa makini utapona na utashangaa Mungu atakavyofanya kazi pamoja na wewe. Kitabu cha Zaburi 109, Zaburi 109. Kumbuka nimekuambia wako watu waliolaani wengine kwa maombi mabaya, na wako waliowatamkia wengine mambo mabaya. Hayo mabaya yamekuwa upande wao waliotamka wao. Hayo mabaya uliyoyatamkaga kwa maombi yamekuwa upande wako badala ya wale watu waliokufanyia mabaya. 109 Zaburi. Zaburi 109. Tusome ule mstari wa 17 mpaka wa 20. Inasema hivi. Zaburi 109 mstari wa 17 mpaka wa 20. Naye alipenda kulaani, nako kukampata. Hakupendezwa na kubariki, kukawa mbali naye. Alijivika laana kana kwamba ni vazi lake, ikamwingilia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake. Na iwe kwake kama vazi ajivikalo na kama mshipi ajifungao daima. Ndivyo malipo ya washtaki wangu kutoka kwa Bwana, na ya hao waisingiziao nafsi yangu mabaya. Umeona maneno haya? Umeona alivyokaa? Nataka nikumbushe hiki kitu tena. Ukilaani kwa maombi mtu, Biblia inaposema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunapambana na pepo wabaya. Tunaenda sawa? Tunapoomba juu ya ajali, maanake hata kama agenti ametumwa, maanake na yeye amebebeshwa roho ya kufanya ajali, si ndio? Mimi sipambani na huyo mwanadamu agenti, napambana na ile roho iliyo juu ya agenti. Ikimwachilia huyo agenti huyo anakuwa mwanadamu na anaweza akavutwa na Yesu na akawa mtumishi wa Mungu. Sikiliza. Watu wangapi walikuwa majambazi na leo wameokoka? Ni sawa, si sawa? Watu wangapi walikuwa ni makahaba na leo ni watumishi wa Mungu? Wapo au hawapo? Watu wangapi walikuwa ni waizi, ni walevi na leo ni watakatifu? Walipokuwa walevi wamefanya uharibifu mkubwa kiasi gani kwa jamii? Walipokuwa majambazi walifanya uharibifu mkubwa kiasi gani kwa jamii? Na hao jamii walioumizwa, wao unafikiri wanapoomba waliomba kwa kusema Mungu wabariki hawa? Jaribu kufikiri. Lakini kama waliomba kupambana na ile roho inayomtumikisha jambazi, wameomba na ile roho inayomtumikisha mtu uchawi, waliomba na roho ile inayomtumikisha mtu kufanya mabaya, wako sahihi. Maana wanapambana na ile roho. Maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Huyo agenti ana damu na nyama, ni mwanadamu wa damu na nyama, amevikwa ile roho. Kama Sumbe anavyohubiri hapa, ni mwanadamu wa damu na nyama. Tofauti yake awe mtumishi ni kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani yake. Kwa hiyo roho wa Mungu anafanya kazi akiwa ndani yake, yeye anakuwa chombo. Agent wa shetani ni roho ambayo inakuwa ndani yake. Anaweza kufanya mabaya, anaweza akaua, anaweza kufanya uzinzi, anaweza akahadaa, anaweza akafanya kile. Unapoomba wewe mtumishi wa Mungu, ukifunuliwa, unapambana na ile roho iliyo ndani ya yule mtu ambaye amekuwa kama agent anamwakilisha shetani, naye ana kiapo kusema atakushinda. Wewe usishindane na huyo mwanadamu, shindana ile roho ambayo imefanya agano na yule mwanadamu. Mungu atapigana kirahisi na ile roho. Ikipigwa hiyo roho, ikiondoka, yule mwanadamu anakuwa mateka, na akiwa mateka anaweza akawa mtumishi wa Mungu. Tofauti yake, wanadamu wamefundishwa tofauti, mafundisho ya kimwili. Wewe unafensiana na mwanadamu yule agenti
Kwa hiyo badala kupambana ile roho, unapambana na yule agent mwanadamu. Asema nampa siku 2 atakufa. Nimesema mimi ni mtumishi wa Mungu, nimeamua atakufa, litatokea jambo. Unasubiri, anasonga, hafi. Na kama hafi na wewe umetoa hiyo laana kwenye kinywa chako, hiyo laana inarudi, kwa sababu Mungu hakukupa hilo neno. Wewe unaiga neno la Elia, wakati Elia ndio Mungu alimwamuru. Wewe unapotoa ile laana kwa njia ya maombi, kwa njia ya kutamka, nani alikuruhusu? Sijui kama unaona hiyo tofauti. Unaona hiyo tofauti au uelewi? Nani anaelewa kitu nasema? Sasa nisikilize. Watu wengi wameangukia kwenye mikono ya adui, kuzuiliwa njia zao kwa sababu waliwaombea watu wengine mabaya. Na hayo mabaya yakarudi kwako wewe uliowaombea wengine mabaya. Wale waliokufanyia ubaya hawaguswi na haya mabaya. Mungu anamwambia mtumishi mmoja anaitwa Musa, anamwambia vita si vyenu, vita ni vya Bwana. Wewe unapovaa vita bila uongozi wa Mungu, ndio unakwenda kudidimizwa. Na shetani ni mshtaki, ameahidi baraka, na watu wengi wanaziona baraka, na wengi wamezuiliwa baraka. Kinachotokea nini? Mungu akitaka kuachilia malaika wanaokwenda kuleta baraka, kusababisha baraka, shetani anasimama mbele ya Mungu, anamwambia Mungu, wewe ni mwenye haki. Huyu mtu unakumbuka alilaani, wakati analaani sijakuona wewe ukimwongoza. Alilaani yeye mwenyewe, alichukua maandiko matakatifu, lakini sio neno lako, sio pumzi yako, sio wewe uliosema. Ni wewe ulimruhusu. Mungu ni mwenye haki, anasema hapana. Anasema basi kama hujamruhusu, huyu hawezi kubarikiwa. Kumbuka kanuni ya Yesu Kristo. Anaumizwa na watu, anamwambia Herode, Herode, wewe unanihukumu ni kwa sababu umepewa kibali. Otherwise ningeagiza malaika 12 tu wangeshuka hapa, dunia yote ingeisha. Imeandikwa ijaandikwa. Lakini kwa sababu Mungu hakumruhusu kulaani, akanyamaza kimya, Herode akapitisha hukumu yake. Angalia Yesu, anachoma mkuki, anadhihakiwa, anapelekwa pale msalabani. Yeye ndiye aliumba kila kitu. Anaenda msalabani mpaka dakika ya mwisho. Hakutegemea jeshi la malaika. Jeshi la malaika lilikuja saa hiyo ya maandalizi. Maana alikuwa anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, ila kama utakavyo. Anasema kama mapenzi yako yafanyike. Wakati anaomba hivyo, yuko pale Gethsemane, kwenye bustani ya Gethsemane, chini tu ya hekalu la Suleiman, ambao sasa hivi ni msikiti wa Aqsa. Nilipoenda mwezi wa 7 mwaka jana, niliona ni bondeni pale, na kanisa kubwa la Katoliki limejengwa hapo. Wanatuonyesha, wameweka na alama, sema Yesu alikuwa hapa anaanguka mara ngapi hapa, akiomba mpaka hari ya damu inatoka. Lakini akimwambia Baba, si kama nitakavyo, ila mapenzi yako yafanyike. Aliposema mapenzi yafanyike, Mungu alimletea msaada ili ashinde, akamshushia malaika. Malaika wale, Biblia inasema wakaja na kazi moja tu, wakamtia nguvu. Walipomtia nguvu, akasonga mbele, hakuogopa mauti. Hakutakiwa akosea walaani watu. Kwa hiyo alipofika msalabani, ana nguvu za kukabiliana na mauti. Na akiwa hapo, angalia, paka anachomwa na mkuki. Mwanaume anaangalia maadui zake hivi, ana kwa ana. Alafu dakika ya mwisho anataka kukata roho, asalimishe roho yake, akasema Eloi, Eloi, lama sabaktani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?
Watu wakasema anamuita Elia. Labda anamuita Elia. Kwa nini anamuita Elia? Wao wanafikiri kisasi kile cha Elia Karmeli. Hawakujua Karmeli Mungu alikuwa amesema naye. Na ndio maana hata Elia, watu wengi wanatumia maandiko ya Elia hawaelewi. Wamezungukwa ufahamu wao na shetani. Wanatumia maandiko wanafikiri yatatimia. Ndio maana wanatumia nguvu nyingi na Mungu hatokezei. Unanielewa kitu nasema? Kuhubiri hii Bible, hubiri kutoka mwanzo mpaka Revelation. Kama Mungu hajakuamuru, tumia nguvu zote na akili yako yote kama atatokezea. Hatokezei kwa sababu mwanadamu wa damu na nyama mwenye kukaa miaka 50, 60, 70, 80 ukatoka kwenye hii dunia, alafu uje mkontrol Mungu akufuate. Mungu anataka amkontrol mwanadamu ndipo Mungu atokee kwa mwanadamu. Sema amina kama unanielewa. Wakati yuko msalabani anasema Eloi, Eloi lama sabakthani. Wanadamu pembeni wakasema anamuita Elia. Kwa nini Elia? Kwa sababu anajua Elia aliita moto. Kwa hiyo anajua huyu naye, hebu ngoja tuone moto kama utashuka. Moto ukushuka. Lakini mwisho wake akasema maneno haya. Asema, Baba, kwa lugha inayosikika wote, Baba, wasamehe maana hawajui walitendalo. Akasalimu roho yake. Wakamuona ni mshamba kwa muda, lakini siku ya 3 akafufuka mwanaume. Oh, haleluya! Siku ya 3 akafufuka. Mwaka mpya umeanza na kufundisha kanuni ya Mungu, maana nguvu za Mungu zinaenda kuachiliwa. Unaweza ukaonekana mshamba kwa muda, lakini baada ya muda watakusaluti. Hujaenda na sauti ya Mungu, dini yako haikusaidii. Haujaenda na sauti ya Mungu, mafundisho hayakusaidii. Ngapi leo kitu nasema? Mwanaume akafufuka, akaenda kuzimu. Hakuwa na jeshi la malaika, alienda peke yake. Yule jamaa aliyemtesa alienda, hakuwa na hatia ndani ya moyo wake. Alienda toka nyosha, akaona kuzimu na tikisa. Kuna nini jamani? Yesu akatokea, mwenye mng'ao tukufu, mwenye mwili wa milele, ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambao watu wengi wametumia jina lake wakajinufaisha, wakatumia maandiko yake wakajenga dini zao, lakini Yesu hatokezei. Wanafikiri atatokezea kwa sababu wewe ni Mkristo. Anatokezea kwa sababu umenyenyekea. Sauti yake imekuja juu yako na anakuambia ufanye nini ili awe pamoja na wewe. Sema amina. Kamwambia nimeshinda kwa halali. Kama sijashinda kwa halali, shetani basi zuia. Shetani anaangalia, anaona hamna maombi mabaya, hajalaani watu, hajawatamkia mabaya, aliwasamehe. Adui yako akiwa na njaa, adui sio rafiki yako, akiwa na njaa mpe maji anywe, mpe chakula ale. Adui sio rafiki, sio Mkristo mwenzako, adui. Lakini watu wanalaani maadui zao, hawashindani, wao wanalaani. Kuna tofauti ya kulaani na kuna tofauti ya kufanya vita. Wao wanaacha kufanya vita na hizo falme, wao wanalaani wale maagenti wanaotumiwa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Hasa Bwana kaniambia watu wa aina hiyo, waliofanyaga maombi ya namna hiyo, wanazuiliwa. Na Mungu anataka usizuiliwe tena. Usizuili, nenda kafute hayo maombi. Yafute, utaonekana mshamba. Yafute, utaona natoka mbio kwenye baraka zako. Unatoka mbio kufika kwenye hatima yako. Unatoka mbio kufika kwenye uzima wako. Yafuta ya maombi. Kwa nini watesi wako wanatesa mpaka leo? Na umeomba maombi magumu.
na umetamka magumu, mbona wanatesa mpaka leo? Mungu alisema mimi nitakuwa adui wa adui zako, nitakuwa mtesi wa wao wakutesao. Mbona hawateswi na Mungu? Kwa sababu ulimtangulia Mungu. Na ukimtangulia Mungu, Biblia inasemaje kwenye Methali 6 mstari wa 1? Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Maneno ambayo Mungu hakuyaruhusu, wewe ukayaporomosha papa. Shetani akasema ulitamka mwenyewe, uliwalaani, Mungu hajakuambia uwalaani, akakukamata. Sasa watu wengine wanabarikiwa, wanapigiwa maadui zao, wewe wakwako adui yako hapigwi. Nasema na roho ya mtu hapa. Maana leo ilikuwa ni siku ya ajabu ambayo Mungu alitaka achilie nguvu yake. Mungu ananiambia hapana, niko kama Yakobo. Nilimfundisha Yakobo, hata kama watu wengine wamestawi sana. Yesu naye alifundisha, akasema kondoo moja akipotea, nitaacha wale 99 na kwenda kumtafuta mmoja, na nikimpata na kuja naye kama ili ua, na kuja naye nafanya sherehe, kwa kuwa nimempata moja, namrudisha tena kwenye 99. Mungu anakurudisha leo ili uwe miongoni mwa wale ambao wako sahihi, ili utukufu wa Mungu unaposhuka na wewe uwe mmoja wapo unaokwenda Mungu kukupigania. Sababu watu wengi hawajui vita vya kiroho, wanajua tu maandiko yanasema nini, lakini kuongozwa na Mungu anasema nini kwa wakati kwenye hii vita hawatakio. Kaa hapa na wajifiche hata hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa kitu nasema? Wale walioombewa mabaya wanaendelea kusonga, hawafi. Wewe umesema wafe kabisa, hawafi. Wale waliojiapisha na katokwa jasho na kuambia wanatesa kwa zamu. Ubaya ndio unakuwa mbaya zaidi. Badala kushinda, wewe ndio unashindwa. Umewahi kujiuliza swali hilo? Tafuta haya maandiko kila mahali, lakini kama Mungu hajakudirect hilo andiko pale, soma yote uone kama atakusaidia. Yesu anasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Anasema naweza, nimeisoma Biblia, nimeisoma chuo. Ambia sawa, kama atatokezea Yesu. Ni nani anaweza kufika kwenye mlima wa Mungu? Ni yule asiyoweka watu moyoni. Ni nani ambayo Mungu atamfuata kwa karibu? Ni yule mwenye moyo safi, asiyejipigia kifua. Hata maadui zake wakianza kupigwa, analia, asema Baba, ungewarehemu tu, ungewasaidia tu. Mungu, waliniumiza lakini wao wasamee tu, kama Yesu alivyosema. Ndipo wangeona mavuno mengi yangeletwa kwao, wangeona miujiza mingi Yesu akifanya, lakini wamemzuia, wamemtangulia. Nisikilize, kama umekuja vuka Yordani, hili ni lango la Mungu. Nisikilize, wale waliolaani wengine kwa maombi, waliolaani kwa kuwatamkia mabaya, nataka kuambia rasmi, ni chukizo mbele za Mungu. Ni chukizo mbele za nani? Za Mungu. Mungu anataka ukafute kila maneno uliowalaani watu na kuwanenea watu mabaya, ili uwe salama, ili ukaweze kumiliki, ili ukaweze kubarikiwa. Huo ni mlango naye kuzuia. Naweza ukajitetea kwa maandiko, na mimi nakwambia soma maandiko yote. Mwisho nitakuuliza, Mungu alijitokeza akasema na wewe juu ya andiko hili? Kama hajasema, unapoteza muda wako tu. Kuna mtu ananielewa? Maana unapokuwa na hukumu yeyote ndani yako, shetani anapata nafasi ya kuja kukalia.
Usipokuwa na hukumu yoyote ndani ya moyo wako kawa empty, shetani ana nafasi kuja kukuzuilia, na hiyo ndio ngumu. Ndio maana Yesu siku moja akasema, watakapokuwa kama watoto wadogo hawa, ndipo ufalme wa Mungu utakuja juu yao. Msipoongoka kama watoto wadogo, hamtauona ufalme wa Mungu. Aliongea maneno magumu sana. Maana yake nini? Chukua picha ya mtoto mdogo. Unaweza ukamwita sasa hivi, hata kama ni wa kwako, hata kama ni wa jirani, ukamfinya kwa kosa alilofanya. Atalia, atapiga kelele. Dakika chache tu ukimwita, naambia pole, acha basi, asante, anakimbilia tena kuja kwako. Anacheka na wewe. Moyo wake hautunzi mabaya. Na kuuliza swali, moyo wako unatunza mabaya? Kama ndivyo, ndio maana watu wengi wanatamani kubarikiwa, na wanajiuliza sana kwa nini hawabarikiwi. Sababu umenenea watu wengine laana. Lakini ngoja nikwambie kitu ambacho Mungu alikuwa ananiambia. Mtu yeyote anayelaani anakuwa yeye ndio mlaaniwa.